Tukiwa tumesimama, fungua pamoja nasi kitabu kile cha Waamuzi mlango wa 5. Kitabu cha Waamuzi mlango wa 5 ule mstari wa 8. Kitabu cha Waamuzi ule mlango wa 5, tasoma ule mstari wa 8. Tusome wote kwa pamoja, 1, 2, 3. Walichagua miungu mipya, ndipo kulikuwa na vita malangoni. Je, ilionekana ngao au mkuki katika watu 40,000 wa Israeli? Amen. Naomba tukae wana wa Mungu. Kanisa la Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Washindi, haleluya. Tunamshukuru Mungu ambaye ametupa neema na kibali kuweza kufika kufika siku ya leo, lakini pia kufika katika ibada hii, kutupa utayari wa kufika kwa ibada hii kumwabudu, kumtukuza, kumtolea dhabihu za shukrani na kuomba na kusikia neno lake. Lakini nitumie fursa hii pia kumshukuru Mungu kwa ajili ya uongozi wa usharika huu wa Boko, kiongozwa na wachungaji, mchungaji kiongozi, mchungaji Lusekelo. Mungu akubariki sana mchungaji, pamoja na mchungaji Musa, wainjilisti wote katika madhabahu hii, baraza la wazee pamoja na washarika wote. Bwana Yesu asifiwe. Ngereni sana kwa kazi ya Mungu ambayo mmeendelea kuifanya katika madhabahu yake. Imekuwa ni kazi ya baraka na tumeuona mkono wa Bwana. Niwaletee salamu nyingi kutoka sharika mbalimbali na makanisa mbalimbali ambao Mungu ametupa kuendelea kumtumikia. Wamenituma salamu nyingi sana kwenu, kwa uongozi wa usharika pamoja na washarika wenzangu katika jina la Yesu. Mzipokee hizo salamu katika jina la Yesu. Tumpigie tu tena Yesu makofi, maana anastahili. Mungu ametupa neema. Tutakuwa na siku 6 za semina kuanzia leo, ambayo kesho ndio tutaendelea asubuhi na jioni, na zitakuwa ni siku 5 za maombi kuanzia siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa. Yako mambo kadhaa maalum ambayo Mungu ametupa kuendelea kuomba, na naendelea kumshukuru Mungu kwa ajili ya mwalimu aliyemaliza zamu jana, Elton Samson. Mungu ameendelea kumtumia mtumishi wa Mungu kwa kiwango ambacho ametaka mwenyewe. Kulingana na kalenda yetu ya kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania, somo ambalo linatuongoza sharika zote katika kanisa la Kiinjili la Kiluteri linasema Mungu mmoja, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu mmoja, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na neno la mahubiri au somo la mahubiri ni kile kitabu cha Yohana ule mlango wa 14 mstari wa 25 mpaka 31, kama lilivyosomwa na mzee wa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa kuwa tunaendelea na semina yetu siku ya leo, na tuna kichwa ambacho Mungu ametupa katika wiki hii kinasema vita malangoni, ngazi ya familia. Vita malangoni, ngazi ya familia. Tutautazama zaidi mstari wa kitabu cha Waamuzi mlango wa 5 ule mstari wa 8, ambao tumeusoma muda sio mrefu, na tutaona yale ambayo Mungu amekusudia kusema nasi katika somo hili na katika majira haya. Lakini katika ibada hii ambayo Mungu ametupa, amenipa mambo matatu ya kuzungumza katika ibada hii. Na jambo la kwanza ni hili: usiruhusu chochote kikuzuie. Usiruhusu chochote kikuzuie kuifanya kazi ya Mungu maadamu upo hai. Usiruhusu chochote kikuzuie, iwe kama sababu au iwe kama kisingizio. Usiruhusu ikakuzuia kuifanya kazi ya Mungu maadamu upo hai. Kama Mungu amekupa neema
unaamka na ukajua umeamka, ukaona ya kwamba unatembea na unajua unakwenda, ukiona kwamba unatazama na unaelewa unachoona, ukiona Mungu amekupa neema, unasikia na ukaelewa ulichosikia, ukaona Mungu amekupa neema, unaweza ukatambua, una utashi na kila kitu. Usiruhusu chochote kikuzuie kuifanya kazi ya Mungu kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu ametuumba ili tumtumikie, tena tulitumikie shauri lake. Sababu kubwa ya Mungu kuniumba mimi na wewe ni kulitumikia shauri lake hapa duniani, na tunalitumikia kwa vipindi, tunalitumikia kwa majira. Majira yetu yakiisha, tunaondoka, tunawaacha wengine wakiendelea kulitumikia hilo shauri la Bwana kama Yesu atakuwa hajarudi. Lakini pia fahamu ndani ya moyo wako, chochote ambacho Mungu anakubariki nacho, chochote ambacho Mungu anakupa neema ya kuwa nacho, ujue kabisa ni kwa ajili ya ufalme wake, ni kwa ajili ya ufalme wake. Iwe ni baraka yoyote, iwe ni watoto, iwe ni nafasi, iwe ni uchumi, iwe ni kazi, iwe ni biashara. Ukiona Mungu amekupa kibali, amekupa kusikika, amekupa watu kukuelewa, kukupokea, ujue kabisa ni kwa ajili ya ufalme wake. Na ndio maana tunaposoma Kumbukumbu la Torati mlango wa 8 ule mstari wa 18, Kumbukumbu la Torati mlango wa 8 ule mstari wa 18, utaona Biblia ikiwa inazungumza, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupae nguvu za kupata utajiri. Alafu anasema ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zako kama hivi leo. Maana yake katika baraka yoyote ni kwa ajili ya kulifanya imara agano lake alilowapa baba zako. Kwa lugha nyingine ni kwa ajili ya ufalme wake. Kanisa, Bwana asifiwe. Washindi, haleluya. Lakini pia katika jambo hili, ukiacha kuifanya kazi ya Bwana au ukaifanya kwa ulegevu, mtu akiacha kuifanya kazi ya Bwana au akaifanya kwa ulegevu au kwa manunguniko, mtu akiacha kuifanya kazi ya Bwana mahali popote Mungu ambapo amekupa kuifanya kazi yake, au mtu akaifanya kwa ulegevu au akaifanya kwa manunguniko, anakaribisha laana kwenye maisha yake na kujizuilia baraka yeye mwenyewe. Anakaribisha laana kwenye maisha yake na kujizuilia baraka yeye mwenyewe. Ukiangalia kitabu cha Yeremia mlango 48 ule mstari wa 10, Yeremia mlango 48 ule mstari wa 10, utasoma tu kile kipengele cha kwanza. Yeremia 48 mstari wa 10, tusome wote kwa pamoja, 1, 2, 3. Na alaaniwe mtu afanyaye kazi ya Bwana. Tusome tena kwa pamoja, 1, 2, 3. Na alaaniwe mtu aifanyaye kazi ya Bwana kwa ulegevu. Maana yake ni kwamba unapoifanya, ukiacha kuifanya kazi ya Mungu, au mtu akaifanya kwa ulegevu au akaifanya kwa manunguniko, ndani yake kuna laana, kwa sababu kazi ya Bwana sio ya mwanadamu, ni kazi ya Bwana. Kwa hiyo unapoiacha kwa sababu ya chochote, kwa sababu ya kigezo chochote, wakati mwingine katikati ya kumtumikia Bwana kuna makwazo, katikati ya kutumikia Bwana kuna maumivu yake, katikati ya kumtumikia Bwana unaweza ukakutana na hali fulani usiyoipenda, lakini kwa chochote kisikuzuie kuifanya kazi ya Mungu. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Fanya kazi ya Bwana kwa ajili ya Bwana. Fanya kazi ya Bwana kwa ajili ya Bwana, hata kama wanadamu wanaweza wasione, hata kama mwanadamu anaweza asitambue, hata kama mwanadamu anaweza hata asikuambie chochote, na badala yake wengine wakakejeli, wakakisema wanavyoweza kukisema,
Lakini maadamu unafanya kwa ajili ya Bwana, abarikie sio mwanadamu, abarikie ni Mungu ambaye unamtumikia. Usiiache kazi yake kwa sababu ya chochote. Endelea kumtumikia Bwana, maana kumtumikia Bwana kuna faida. Kanisa, haleluya. Andika jambo la pili kwa asubuhi ya leo, kwa wale tunaoandika. Unapoomba, omba sana kwa ajili ya mwanaume. Unapoomba, omba sana kwa ajili ya mwanaume, nafasi ya mwanaume, hali ya kiroho ya mwanaume na uchumi wa mwanaume. Unapoomba, omba sana kwa ajili ya mwanaume, nafasi ya mwanaume, hali ya kiroho ya mwanaume na uchumi wa mwanaume. Ni msisitizo ambao Mungu ameuweka moyoni kusema na kanisa, kulikumbusha kanisa la Mungu. Kitabu cha Wafalme wa kwanza ule mlango wa pili, ukisoma ule mstari wa pili, utayaona mausia ambayo Daudi alimwachia Suleiman. Angalia kwenye ile Wafalme wa kwanza mlango wa pili mstari wa pili, na kanisa wote kwa pamoja tusome 1, 2, 3. Mimi naenda njia ya ulimwengu wote, basi uwe hodari, ujionyeshe kuwa mwanamume. Turudie tena kwa nguvu kanisa. Mimi ninaenda njia ya ulimwengu wote, basi uwe hodari, ujionyeshe kuwa mwanamume. Ni hosia ambao alimwachia Suleiman, na Daudi ndiye aliyekuwa anazungumza haya maneno kwa mwanae wa kiume Suleiman. Awe hodari, ajionyeshe kuwa mwanamume. Katika jambo hili la pili, kipengele cha kwanza cha muhimu ni hiki: ipo vita malangoni mwa familia. Ipo vita malangoni mwa familia. Kupiga familia kwa kupiga mwanaume. Ipo vita malangoni mwa familia. Kupiga familia kwa kupiga mwanamume. Kupiga familia kwa kupiga mwanamume katika maeneo yafuatayo. Kupiga familia kwa kupiga mwanamume katika maeneo yafuatayo. Iko vita kwenye malango ya familia. Kupiga familia kwa kupiga mwanamume katika maeneo yafuatayo. Kumbuka, tunapozungumza mwanamume, angalia kwa upana wake. Inawezekana una mtoto wa kiume, inawezekana ni baba, inawezekana ni kaka, inawezekana kabisa ni mume kwenye familia, inawezekana ni kaka yako, ni ndugu yako. Lakini maadamu ni mwanamume, tazama kwa jicho hili Mungu analotaka utazame. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Moja ya maeneo ambayo adui anapiga, eneo la kwanza ni nafasi ya mwanaume, ni nafasi ya mwanamume. Adui anapambana kuipiga nafasi ya mwanamume, kama hivi isionekane umuhimu wake, au kama hivi isionekane kama kwamba hata kama haipo haiwezi ikawa na impact yoyote. Lakini sio kitu kiko sawa kwa jinsi ya rohoni. Hiyo nafasi adui akiipiga ni gharama kubwa sana kwa kizazi kinachokuja. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Lakini eneo la pili ni hali ya kiroho ya mwanamume. Hali ya kiroho ya mwanamume. Adui anapiga hali yake ya kiroho, hasa hali yake ya kiibada na kumcha Bwana na kumtafuta Mungu. Kwa nini adui anapiga hapo? Kwa sababu anajua kibiblia anayepaswa kuhakikisha anawaongoza uzao wake kwenye masuala ya ibada, ambaye anatakiwa kuwa front line
ni mwanaume. Ukisoma Biblia yako utaona aliyekuwa anawapeleka watoto wake kwa habari ya mambo ya ibada na kuwasukuma kwenye mambo ya ibada. Bahati mbaya unakuta wengine wamesukumwa kwa Mungu aliye hai, wengine pia walisukumwa kwa miungu mingine, na tumeona kwenye Biblia, lakini ni mwanaume. Na utaona kwa mfano Ibrahim, wakati Ibrahim kwenye kitabu cha Mwanzo mlango wa 22, utaona wakati Mungu anazungumza na Ibrahim akimtaka Ibrahimu amtoe Isaka kama sadaka. Utaona alipomchukua Isaka anaenda kumtoa sadaka, wakiwa njiani kuna swali Isaka alimuuliza kwenye mstari wa 7. Akamwambia, baba yake akaitika, mimi hapa mwanangu. Akamwambia, angalia swali analomuuliza, akasema, tazama, moto upo na kuni zipo, lakini yuko wapi mwana kondoo kwa sadaka ya kuteketezwa? Mstari wa 8, baba yake anamjibu, anamwambia, Bwana atajipatia mwana kondoo kwa ajili ya hiyo sadaka. Taka tuende pamoja hapa. Ili swali la mstari wa 7 aliloliuliza Isaka ni swali lililotuonesha ya kwamba Isaka anazijua taratibu za ibada. Wangapi tunaenda sawa hapa? Isaka anazijua taratibu za ibada, vinginevyo asingeuliza hili swali alilouliza. Lakini ukisoma pia utaona kilichotokea. Utaona akimkamata Isaka alipofika kwenye ule mlima, na akamweka kwenye madhabahu, akanyanyua kisu ili amchinje. Twajua Mungu alitokea akamwambia, basi sasa najua ya kwamba unalicha jina langu, kwamba kweli unanipenda, kweli walicha jina langu. Akamwonyesha kondoo aliyekuwa amebanwa mahali, akamweka badala ya Isaka. Sasa twende sawa. Pamoja na Isaka kufungwa na kufunguliwa, kukosokoswa na kisu, bado Isaka alimsubiri baba yake mpaka akamaliza ibada. Mimi nisingemsubiri. Yule kondoo akikimbia, wapenda Bwana asifiwe. Kwa sababu tuwaze tu pamoja, nimekoswa kuchinjwa, kondoo amewekwa kwa niaba yangu, akitoroka, maana yake akitoroka nitarudishwa. Ila kuna nidhamu alishafundishwa Isaka na baba yake kwamba ibada ikianza mpaka imalize, mpaka tuimalize, uruhusi kuondoka. Wapenda Bwana asifiwe. Kwa hiyo kuna kitu kilikuwepo ndani ya Isaka ambacho ni discipline, ni nidhamu ya ibada. Akamsubiri baba yake, wakashuka wote. Twende tena sawa. Waebrania mlango wa 7, tusoma mstari wa 9 na wa 10. Waebrania mlango wa 7, ule mstari wa 9 na wa 10. Biblia inasemaje pale? Waebrania mlango wa 7 mstari wa 9 na wa 10. Kuna kitu cha muhimu sana Biblia inasema pale. Hebu tusome 1, 2, 3. Tena yaweza kusema ya kuwa kwa njia ya Ibrahimu hata Lawi apokeaye sehemu ya 10. Hebu sema, hata Lawi apokeaye sehemu ya 10 alitoa sehemu ya 10. Kabla ya kusoma mstari wa 10, ngoja tuelezee kidogo. Ukiona pale, turudishe ule mstari wa 9. Ukiona pale anasema tena yaweza kusema ya kuwa kwa njia ya Ibrahimu. Kwa njia, shika hilo neno, kwa njia ya Ibrahimu hata Lawi apokeaye sehemu ya 10 alitoa sehemu ya 10. Maana yake ukija kumtafuta Lawi kwenye kitabu cha Mwanzo 29, utagundua ya kwamba Lawi ni mtoto wa 3 kuzaliwa kwa Yakobo kwa Lea. Tunaenda sawa kanisa? Maana yake ukitoka kwa Ibrahim, anayefuata ni Isaka. Ukitoka kwa Isaka,
anayefuata ni Yakobo. Ukitoka kwa Yakobo ndio unampata Lawi. Kwa hiyo tukihesabu kwa vizazi, maana yake kuanzia kwa Ibrahim ni kizazi cha kwanza, ukija Isaka kizazi cha pili, ukija Yakobo kizazi cha tatu, ukija Lawi ni kizazi cha nne. Sasa wakati Ibrahim, wakati huo anaitwa Abraham, alipotoa sadaka ya fungu la 10 kwa Melkizedeki, alikuwa peke yake. Hakuwa na watoto wake, wala hakuwa na Isaka, wala hakuwa na wajukuu. Lakini Biblia inasema alipokuwa anaitoa ile sadaka kwenye madhabahu kumpa kuhani mkuu wa Mungu aliye juu sana, Lawi naye alitoa pamoja naye saa ile ile aliyotoa. Kwa nini? Mstari wa 10 sasa. Kwa nini Lawi alitoa pamoja na babu yake? Tunaweza tukasema pamoja na nyanya yake. Angalia ule mstari wa 10. Kwa maana, tusome wote 1, 2, 3. Kwa maana alikuwa katika viuno vya baba yake. Hapo Melkizedeki, sijui kama umeona kitu. Maana yake ni kwamba mwanaume akitoa sadaka, kizazi kimetoa sadaka. Soma Biblia yako. Mwanaume akitoa sadaka, generation imetoa pamoja naye. Yesu asante, Ibrahim alitoa sadaka kwa Mungu aliye hai. Angetoa kwa miungu mingine, the same applied. Principle, kanuni ya ulimwengu wa roho inayofanya kazi ni hiyo hiyo. Alitoa kwa Mungu aliye hai. Kwa hiyo utaona Mungu akitokea kwa Isaka, mimi ni Mungu wa Ibrahim baba yako. Utaona akija kwa Yakobo, mimi ni Mungu wa Ibrahim baba yako na Isaka. Utaona kwa nini anakuja kwa lugha hiyo? Kwa sababu kuna sadaka iliwa connect kwenye madhabahu aliyoitoa mwanaume mahali fulani. Washindi, Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana adui anapopiga vita hali ya kiroho ya mwanaume, ndivyo vitu anavyowinda kwenye kizazi kinachokuja. Wangapi tunaenda sawa hapa? Tutakiane amani kama tuko pamoja. Eneo lingine ambalo linapigwa ni eneo la uchumi wa mwanaume. Eneo la uchumi wa mwanaume. Baadaye tutatazama kidogo Mungu atakavyotujalia hapa. Lakini eneo lingine linalopigwa ni afya ya mwanaume. Afya ya mwanaume. Adui anapambana sana na afya ya mwanaume. Kati ya vita ambayo imekuwa ni kubwa sana ni magonjwa kwa wanaume. Yamekuwa sio kitu ambacho ni cha kawaida na hatuombi vile inavyopasa. Ni vita. Haya ni mapambano yaliyoko katika ulimwengu wa roho ambayo adui anapigana kwa ajili ya kuvuruga. Lakini tunajua hii vita haijaanza leo. Ilianza tangu kipindi cha Farao asiyemjua Yusufu. Kwenye kile kitabu cha Kutoka mlango wa 1 utaenda kuona hizi habari, jinsi ambavyo Farao asiyemjua Yusufu alitafuta kuangamiza wanaume wote wa Kiyahudi. Lakini asante Mungu ambaye aliwapigania wanaume wakaishi katika jina la Yesu. Washindi sema amen. Lakini kipengele cha pili kwenye hili jambo la pili, mwanaume anapigwa vita kwa sababu ya nafasi yake na alichobeba. Mwanaume anapigwa vita kwa sababu ya nafasi yake na alichobeba. Mwanaume ni kichwa, mwanaume ni kiongozi, mwanaume ni mbegu, mwanaume ni kizazi. Mwanaume ni kichwa, mwanaume ni kiongozi, mwanaume ni mbegu, mwanaume ni kizazi. Mungu amekupa neema, ukaona Mungu amekupa mtoto wa kiume, ujue ana hivi vitu tulivyotaja hapa. Ni kichwa, ni kizazi, ni mbegu, ni kiongozi. Ni mambo aliyobebeshwa mwanaume ndani yake na yanamletea vita kwenye maisha yake. Lakini iko damu ya Yesu kwa ajili yetu, kwa ajili ya kututetea. Andika sentensi ya 3 kwenye hili jambo la pili kwa wale tunaoandika. Mwanaume, zipo nguvu muhimu anazopaswa kuwa nazo mwanaume. Zipo nguvu muhimu
anazopaswa kuwa nazo mwanaume ili ashinde na kuwa yule ambaye Mungu anataka awe. Zipo nguvu muhimu ambazo mwanaume anapaswa kuwa nazo ili ashinde na awe yule ambaye Mungu anataka awe. Nguvu ya kwanza ni nguvu za Mungu. Nguvu ya kwanza ambayo mwanaume anapaswa kuwa nayo ni nguvu za Mungu. Katikati ya vita, katikati ya mapambano yote anayokutana nayo kwenye maisha yake, anahitaji nguvu ya Mungu kuweza kushinda. Na ndio maana nguvu ya Mungu inapatikana kwa ibada, inapatikana kwa kuomba, inapatikana kwa kumcha Bwana. Na ndio maana tunahitaji kuomba na kuombea wanaume na nafasi zao na walichobeba. Lakini pia nguvu nyingine ni nguvu ya maarifa, nguvu ya elimu au ujuzi. Mwanaume anahitaji nguvu ya maarifa. Kuna maarifa anapaswa kuwa nayo, kwa sababu moja ya kitu lazima akirithishe ni maarifa, ni uwezo, ni ujuzi alionao ndani yake. Wapenda, Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia anahitaji nguvu ya fedha. Anahitaji nguvu ya fedha. Anahitaji nguvu ya fedha kwenye maisha yake. Na ndio maana adui anapiga vita eneo la uchumi kwa mwanaume kwa ajili ya kuzuia hii nguvu ya fedha. Nakumbuka kuna kaka yangu mmoja aliwahi kuniambia sentensi moja, sikuipendaga sana, iliniuma kwa sababu aliniambia, good luck, kama una hela huwezi kuongea sauti yako. Nikasirika. Hebu tutakiane amani. Kanisa, Bwana asifiwe. Akaniambia, huwezi ukaenda ukaja kwangu unanikopa unaniambia, hivi kaka una 50,000 hapo? Nitabadilisha sauti. Hivi kakaangu una 50,000 hapo? Aisee, hiyo sio sauti yangu. Akaniambia, Mushi, hiyo sio sauti yako. Kuna sauti yako unayeweza kuiongea kwa ujasiri na kwa sauti ya kwako, ni pale ambapo kuna nguvu pia ya uchumi. Wapenda, Bwana asifiwe. Nilimshangaa, akaniambia, sikwambii labda kwa sababu nakutania, wewe ni mwanaume, lazima uelewe hichi kitu. Moja ya nguvu unahitaji ni nguvu ya fedha. Kwa nini? Kaka zangu, baba zangu mko hapa, kaka zangu mko hapa, mtanikubalia nikisema hii sentensi ya kwamba moja ya nguvu, ujasiri na sauti ya mwanaume ni kuwa na uchumi mzuri wa kuweza kukidhi kila majukumu yanayomkabili kwa kiwango kinachopasa. Kama kuna sehemu anakwama, kuna ujasiri, kuna nguvu, kuna sauti inakosekana. Tupungiane tu. Kanisa, Mungu atusaidie kuelewa. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho vita ni kubwa. Mwingine ananiambia, mwalimu unaongea nini? Mhubiri 9 mstari wa 16. Mhubiri 9 ule mstari wa 16. Tunaongeaga hata na vijana wenzangu tukiwa popote, na waambia usiishie tu rikapasi rikapapa. Kuna maeneo rikapasi inagoma. Angalia ule mstari wa 16. Hebu tusome wote, 1, 2, 3. Ndipo niliposema bora hekima. Angalia anachoendelea, walakini hekima ya maskini. Mbona hatusome kwa nguvu, kanisa la Mungu? Wapenda, Bwana asifiwe. Tusome kwa nguvu pale, 1, 2, 3. Ndipo niliposema bora hekima kuliko nguvu, walakini hekima ya maskini udharauliwa, wala maneno yake hayasikilizwi. Sio mimi, ni Biblia imesema ya kwamba naweza nikawa na hekima, naweza nikaomba, naweza nikajaa upako vizuri kabisa, lakini kuna nguvu nikiikosa, kuna mahali siwezi kupenya.
Na ndio maana huwa lazima tuzungumze na kusema moja ya sehemu ya kuombea, ombea uchumi wa mwanaume. Damu ya Yesu iwalinde. Kwa sababu vita inayopigwa katika uchumi wa mwanaume ni kubwa, lakini damu ya Yesu itawalinda, damu ya Yesu itawatetea, damu ya Yesu itatupigania. Wanaume tuseme amen. Baba zangu tuseme amen. Mungu awalinde wazee wangu mlioko hapa. Mnahitaji kuishi miaka mingi, muwepo katika jina la Yesu. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Andika jambo la tatu na la mwisho kwa asubuhi ya leo au katika ibada hii. Usidhoofike au kufa na vitu vyako. Usidhoofike au kufa na vitu vyako. Waebrania mlango wa 11 ule mstari wa 4. Fundi mitambo tusaidie hizi speaker za mbele. Waebrania mlango wa 11 ule mstari wa 4. Angalia Biblia inachosema. Tusome wote kwa pamoja pale, wana wa Mungu. 1, 2, 3. Kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki, Mungu akazishuhudia sadaka zake, na kwa hiyo ijapokuwa amekufa angali akinena. Turudie ile sentensi ya mwisho, 1, 2, 3. Ijapokuwa amekufa angali akinena. Maana yake Habili ameshaondoka, ila ni kama vile hajaondoka, kwa sababu bado anaongea, bado ananena. Andika sentensi hii katika jambo hili. Watu wengi wamedhoofika na vitu vyao vikadhoofika. Watu wengi wamedhoofika na vitu vyao vikadhoofika, na wengine walikufa na vitu vyao vikafa pamoja nao. Watu wengi wamedhoofika na vitu vyao vikadhoofika, lakini pia wengine walikufa wakafa na vitu vyao. Wakafa na vitu vyao. Kuna makaburi mengi ambayo yamezika watu, yakazika na vitu vyao. Makaburi mengi yamezika watu, yamezika na projekti zao, yamezika na mali zao, yamezika pamoja na vyote walivyovianzisha. Kuna mtu alipoondoka tu, kila kitu kiliuzwa, kila kitu kiliisha, vitu vyote vilipotea kama vile hajawahi kuwako. Kuna wengine ambao wameondoka, mali zimepotea zote. Maana yake kuna kitu hakiko sawa mahali katika ulimwengu wa roho. Wapenda Mungu atusaidie kumwelewa hapa. Watu wengine wanadhoofika, akiwa na nguvu ndio mambo yako sawa. Akidhoofika kidogo, kuna mtu mwingine hata akiumwa siku 2, wiki, vitu ni kama vinataka kupotea. Mwezi tu hajaonekana. Unaona kabisa katika ulimwengu wa roho kuna kitu hakiko sawa. Kusudi la Mungu au kusudi la Bwana anachokupa kuanza, kiishi vizazi na vizazi baada yako. Nitarudia tena hii sentence. Kusudi la Bwana anachokupa Mungu kuanza chochote cha kazi ya mikono yako. Hapa tunazungumza kile ambacho Mungu anakupa kuanza cha kazi ya mikono yako. Kwa sababu kama umeajiriwa mahali, huwezi kumrithisha mtoto wako cheo chako. Amina ni chache lakini nitaendelea. Kanisa, Bwana asifiwe. Huwezi kumrithisha mtoto wako mshahara wako. Mshahara sio urithi. Huwezi ukasema kwa sababu nilikuwa nalipo hiki, inabidi na mwanangu sasa nitamweka hapa alipo hiki. Haviendi namna hiyo. Lakini kile ambacho Mungu amekupa kuanza kama kazi za mikono yako, kusudi la Bwana ni kiishi vizazi na vizazi baada yako.
Kitaishije vizazi na vizazi? Tengeneza na andaa watu, hasa uzao wako, wa kubeba baada yako. Tengeneza na andaa watu, hasa uzao wako, wa kubeba baada yako. Wana wa Mungu, watu hawazaliwi, watu wanatengenezwa. Watu hawazaliwi. Wewe uliyeko hapa umetengenezwa. Wengine wametengenezwa kuanzia ngazi ya familia, tutazungumza kwa kirefu sana hii wiki. Lakini kuna watu ambao maisha yamewashape, maisha yamewatengeneza wakawa watu wa aina fulani ambayo ni chuma cha reli. Ni watu ambao hawawezi kutetereka kirahisi. Ni watu wasiokata tamaa kirahisi. Ni watu wasiokubali hili jambo haliwezekani kirahisi. Lakini sio hivyo tu, ni watu ambao kukata tamaa kwao sio chagua hata siku moja. Kuna watu mko hapa, baba, mama, kaka, dada zangu mko hapa ambao mnanitazama, lakini nyie kwenu swala la kukata tamaa is not your option. Haijawahi kutokea. Haijalishi unakutana na nini kwenye maisha yako, lakini hauwezi ukavunjika moyo ukaiacha safari yako. Kwa nini? Kuna namna umetengenezwa na kuandaliwa. Wangapi wanamkubalia hapa? Hebu tutakiane amani. Waliotengenezwa tumpigie Bwana Yesu makofi mengi. Na nataka tuwaambie ya kwamba mahali pa kwanza, incubator ya kwanza ya kutengeneza watu ni family. Ni familia. Hicho ndio kiota cha kwanza ambacho watu wanatengenezwa kabla ya kutoka. Unaweza ukalaumu shule, unaweza ukalilaumu kanisa, unaweza ukalaumu jamii, unaweza ukalaumu taifa, lakini nataka nikwambie pa kutupia lawama pa kwanza ni pale kwenye kiota cha familia. Something is wrong somewhere. Kuna kitu hakiko sawa. Na hili tusipolitazama vizuri na kuangalia kutengeneza watu. Swali, ukiangalia nyuma yako unamuona mtu anayeweza kubeba kwa niaba yako? Wapenda, Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna jirani tuwe mtazame tu usoni, alafu tuendelee na neno la Bwana. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia nyuma yako kuna mtu anakufanania. Kuna mtoto wako anakufanania. Yani akitokeza namna hii wanasema yeye ndio, huyu ni fulani, huyu ni mama fulani kabisa, amenyooka kama yeye. Yupo. Unaweza ukakaa mahali, kwa sababu inafika mahali hata kipindi hiki, hata kama ukisafiri, kama mmesafiri wote baba na mama, hata kama kuna vijana wakubwa kiasi gani pale nyumbani unao, bado una mashaka makubwa sana. Unapiga simu kila saa, mmefunga mlango, mmefanya hiki, mmefanya hiki, unauliza kila swali. Tazame jirani. Kwa nini unauliza kila swali? Kuna namna maandalizi hayako sawa. Kwa sababu ungemwamini uliyemwacha. Ni kitu gani kinatokea? Usipoandaa anayekuja nyuma yako, dunia haina huruma. Hujanisikia? Usipowaandaa wanaokuja nyuma yako kubeba pamoja na wewe, dunia haina huruma. Usifikiri watahurumia chochote. Haina huruma. Huruma tunaipata kwa Bwana peke yake. Hebu mngempigia huyu Yesu wetu makofi mengi. Washindi, Bwana asifiwe. Ngeuke tu jirani yako mwambie, huruma tunapata kwa Bwana, lakini dunia haina. Ngoja nikupe mfano. Mnakumbuka wakati Pilato anataka kumtoa Yesu ili asulubiwe, kuna swali aliuliza. Nina desturi ya kuwafungulia mfungwa mmoja wakati wa Pasaka.
mnataka niwafungulie nani, Yesu au Baraba? Walijibuje? Na Yesu asulubiwe. Maana yake anapokufa mtu wa muhimu kwenye familia yoyote, kuna wakina Baraba huwa wanafunguliwa. Na Baraba ni mnyang'anyi, ni mwizi, jambazi. Na wakina Baraba wakati mwingine ukiwaangalia ni kama wameokoka kuliko Petro. Hujanisikia? Na wanaweza wakawa wako pale, ni watu wa kuhudumia, ni watu wanafanya haraka mambo yaende vizuri. Baraba. Sasa usipoandaa wa kwako, aliyetoka kwenye viuno vyako, aliyetoka kwenye tumbo lako, wakina Baraba watachukua. Mwingine ananitazama anasema, mwalimu unataka kuzungumza nini? Nataka kusema usipoandaa wa kwako, kuna waliojiandaa kuchukua, na wamejiandaa bila wewe kujua, na tutakuchekea bwana. Utafikiri tunakupendwa. Usijaribu kufikiri tunakupenda kiasi hicho, usijaribu. Tutakiane amani kama tuko pamoja hapa. Ngoja nikupe mfano mmoja mgumu kidogo. Mungu ameniruhusu kuusema kwenye hii ibada. Baada ya kwanza sikuutoa mfano. Kuna siku moja nilikuwa hoteli fulani na nikashuka kwa ajili ya kwenda kunywa chai. Akaja yule mwenye hoteli na ndugu zake. Sasa usielewe kwamba kila ndugu ni mbaya. Amen. Akaja pale na ndugu zake kama watatu hivi. Sasa akakaa meza ya jirani, mimi hajaniona. Kakaa meza ya jirani, akaanza kumwambia, kwa kweli ndugu yangu, kaka yangu, sijui na yule, unajua hivi vitu hapa, hii ni moja ya sehemu ya kipato changu ambacho Mungu amenipa. Hiki ni kitega uchumi kimoja wapo, nitawapitisha na sehemu nyingine kama 3-4 hivi. Unajua nilisikia tumbo linakata. Kwa sababu namfahamu, ana watoto 3 wa kiume wote. Na wengine wameshamaliza chuo, mwingine ndiye alikuwa ameshamaliza, alikuwa anamalizia form 6 wakati huo. Wakati nimemuona pale, baadaye waliposimama ili waondoke, nikamuita yule baba, shikamoo baba. Akaniambia, maraba, mtumishi injinia, Bwana Yesu asifiwe. Kumbe uko hapa? Nikamwambia niko hapa. Nikamuuliza swali, ni jambo gani hili unalolifanya? Akaniambia kuna leo na kesho. Sijui leo wala kesho, kwa hiyo najaribu kuwaonyesha kila cha kwangu nilicho nacho. Nikamuuliza, unavyovionyesha vyote, unao watoto wako 3 wa kiume, wanajua hichi kitu unachofanya? Akaniambia, watafute vyao. Ndio, watafute vya kwao. Nikamwambia, kwa hiyo una watoto 3 wa kiume, wewe ulianza kwa shida, na wewe unataka kuendeleza mwendo wa kila mtu kuanza upya kwenye maisha. Tukaanza kuzungumza kwa kirefu. Akaniambia, sasa nafanyaje? Nikamwambia, katisha ziara. Hii ziara ikatisha, umepata dharura ya haraka, katisha. Akakatisha ziara. Akaniambia, ndio nafanyaje? Nikamsomea Biblia. Nikasoma habari za Ibrahim alipokuwa anamlalamikia Bwana hana mrithi. Nikamsomea habari za Hezekia kwenye kitabu cha Isaya 39, alivyowaonyesha watu vitu vya nyumba yake, vyote vikaja kuchukuliwa mateka, vikapelekwa Babeli. Baada ya hapo, baadaye akaanza kuwafundisha watoto wake kazi anazozifanya. Kila mmoja alikuwa na interest kwenye cha kwake. Wakabeba, wakaanza kufanya kazi, wakatoa analogia, wakaleta digitali, vitu vikaanza kwenda kwa viwango. Miaka 3 baadaye yule baba akafariki. Sasa unisikilize. Yule baba alipofariki, mama akanipigia simu, akaniambia, mwanangu, baba yako amefariki. Nikamwambia, mama nakuja. Nikawapigia na wale kaka zangu, nikamwambia, fanya haraka twende nyumbani. Tunafika nyumbani, tunakuta baba mkubwa, baba wadogo na wengine wote wameshafika. Yani wamefika kabla ya watoto wawafiwa. Nyira. Yesu. Hebu tupungiane wana wa Mungu. Yani waliofiwa kindakindaki hawajafika, ila kuna watu wameshatia timu.
wako pale. Sasa nikamkuta yule mama analia sebuleni, anagaragara. Nikamwambia, mama, nyamaza kwanza, nyamaza kwanza. Akaniambia, nini mwanangu? Nikamwambia, ufunguo wa master bedroom uko wapi? Akaniambia, sijui. Nikamwambia, lia kwa akili, lia kwa akili, lia kwa akili. Tutakiane amani kama mnanielewa hapo. Mama, lia kwa akili. Akaniambia, sijui uko wapi, anautafuta mtoto wa kwanza, kautafuta kila mahali. Nikamwambia, nenda pale kwa baba wadogo zako pale na ndugu zako, uliza pale. Kaenda kuuliza, ufunguo anao baba mkubwa. Ndio wa master bedroom. Lingekuwa ni jambo ambalo alijatokea nikiona, nisingekwambia. Yule akaja akamwambia, ufunguo nataka wa nini? Akamwambia, baba, tunataka tu tukachukue kitu, kisha chukua, rudisha ufunguo hapa. Ni wako wake, ni kwake. Baraba. Tutakiane amani kama tunaenda sawa. Walipochukua ule ufunguo, wakaniambia, ufunguo huu hapa. Nikamwambia, ingieni huko ndani. Mama, kuna safe, kuna vitu vya msingi. Weka kwenye safe, sukuma ndani kwenye safe. Weka vyote. Alafu tunalibeba lote, tunaliweka kwenye gari la mtoto, anapeleka kwake, maana alishaoa. Akapeleka nyumbani kwake. Walivyorudi sebuleni, nikamwambia, mama, sasa lia, lia sasa. Sasa yule mama analia, alafu akinipiga jicho. Kanisa, Bwana asifiwe. Yani akisimama hivi akiniangalia, ni anacheka. Sasa baadaye yule baba anaanza kutafuta ufunguo wa master bedroom, anaenda anacheki vitu, hamna. Unajua aliwaachia msiba, akatangulia kijijini. Hamjamuelewa Mungu anachosema. Kitu gani? Tengeneza wa kwako, tengeneza wa viuno vyako, tengeneza wa tumbo lako mama, wafanane na wewe. Mwingine bado hajasikia. Mpaka leo nikimpigia simu huyo mama, sentensi ya kwanza, ufunguo wa master bedroom uko wapi? Yani ndio imebaki ni sentensi yake, maana aliona jinsi Mungu alivyomtetea. Sasa fikiri aliwatembeza kwenye kimoja tu, angekuwa ameshaenda kila mahali. Sijakuelewe Mungu anachosema. Hakikisha uzao wa tumbo lako unakufahamu kuliko mtu mwingine yeyote. Wangapi tunaenda sawa hapa? Sasa muulize jirani yako kwa siri. Yani usimuulize kwa sauti kubwa. Muulize, mtoto wako anajua njia ya kwenda nyumbani? Mnaweza mkaona ni swali la ajabu hivi. Umewahi kufikiri siku moja basi la shule likaharibika, alafu simu yako haipatikani? Mtoto wako ataelekeza nyumbani ni wapi? Wapenda, Bwana Yesu asifiwe. Hawezi kuelekeza. Kwa nini? Anakujaga na gari, sio mbaya. Anakujaga na gari hapa, anaondoka, anakuja na gari ya shule, anaondolewa, anarudi, anaenda, anarudi. Kuna watu hawajui anaishi wapi. Mbona mnanitazama hivyo? Kanisa, Bwana asifiwe. Wewe fanye kama una mtoto jirani, wewe muulize tu, hivi mwanangu tunaishi wapi? Tunaishi wapi? Utaona atakachokujibu. Atakwambia sijui. Kuna watoto hawajui kwao. Na ni watu wazima hawajui nyumbani. Yani hata kama ni kwamba amekwama, kuna dharura, hawezi hata kumwelekeza dereva wa bajaji amwambie kwamba nyumbani kwetu ni mahali fulani, na akiwa anaenda anamwambia ndio, kunja kushoto, hapo, kunja kulia, hapa, hii geti hapa. Mwingine atasema sijui ni hapa, sijui. Alafu unafika mahali unasema ni wanangu wakujue kuliko yeyote anayekufahamu. Hakikisha watoto wako, uzao wa viuno vyako, uzao wa tumbo lako, wanakufahamu kuliko mtu mwingine yeyote, kiasi ambacho yeyote akijaribu kuingiza sumu ndani yao anawaambia hapana, baba yangu hana shida, mama yangu hana shida, wewe uliyeleta haya maneno, wewe ndio una matatizo. Ukiona mtoto wako anaweza akaungana na mtu mwingine ambaye sio wewe, something is wrong somewhere. Mwingine hajasikia.
Kuna familia ambayo baba ni Mhaya, mama ni Mchaga, watoto wanaongea Kinyachusa. Kuna mwingine ambaye baba ni Mnyachusa, mama ni Mnyiramba, watoto wanaongea Kidigo. Wangapi wameelewa hiyo chemistry? Mwambie jirani yako explain, elezea. Yaani tutafutie equation hapo, utatafutie x na y. Utuambie hiyo x na y kwa sababu haongei lugha ya mama, hakuna anayeongea lugha ya baba. Kuna mtu yuko hapo katikati ambaye ana bondi nao kuliko baba, kuliko mama. Ameweka vitu ndani. Na ndio maana unakuta familia, baba akitoka mtoto ali, mama akitoka mtoto ali, dada wa kazi akitoka, dada usiniache, ila baba bye bye, mama unaambiwa bye bye, ngoja dada wa kazi, nenda na dada. Mnasikia anasema, yani kwa kweli watoto wangu wanampenda dada. Wewe ushaibiwa mtoto. Umeshaibiwa mtoto, ana bondi kubwa hivyo na huyo dada kuliko wewe, alafu unaikubali. Au na ndio maana utakuta dada akimwambia acha ni tofauti na mama akimwambia acha. Sio kama mmeshawahi kuona, wangapi wameona hicho kitu? Unakuta kuna saa sauti ya mama na ya baba haina nguvu kama sauti ya yule anayekaa naye. Kwa nini? Kila wakati yeye ndiye anayeingiza vitu ndani ya yule mtoto. Yule anayemfeed ndiye ambaye atamuishi na sio wewe. Meza tu mate. Tuendelee. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini Mungu anazungumza lugha ya namna hii? Watu hawazaliwi, watu wanatengenezwa. Watu wanatengenezwa. Kwa shindi, Bwana Yesu asifiwe. Watu wanatengenezwa. Watoto wako likizo, wamesoma wakiwa shule, wamepiga kazi, watoto ni wanasoma. Watoto wa kipindi hiki ni tofauti na kipindi cha mwanzo. Sasa hivi unakutana na mtoto ambaye yuko darasa la 4 lakini anajua vitu vya form 5. Wangapi wameona hicho kitu? Wanajua vitu vya form 5. Na mtoto mmoja alifuata wazazi wake chumbani wa darasa la 3. Akawaambia, baba, wewe umesema kwamba mnatununuaga. Baba akamwangalia usoni, ndio. Akasema, waongo, amtununuagi. Akamwambia, tunawatoaga wapi? Alimuelezea reproduction kama ilivyo kwa darasa la 3. Yule mjomba wangu akanipigia akaniambia, sasa mjomba, haya ndio nini nikamwambia, ushachelewa kumueleza. Ni kitu gani tunazungumza? Wanasoma sana jamani, wakiwa likizo wapumzisheni. Hawa watu watapasuka vichwa. Yani anasoma shule, amekuja huku ni shule, ni shule, ni shule, ni shule. Ni sawa kabisa, lakini mkumbushe kazi. Kwa sababu kuna wakati Pythagoras theorem haifanyi kazi. Wazazi wengi hapa ni mashahidi. Kuna vitu vingi mnavifanyia kazi ya mkusoma. Wangapi wanakubaliana na mimi? Wengine ni ujuzi wako wa kazi, wa maandalizi, wa mentorship ndio umekutoa. Lakini kuna vitu ukivikazania alafu ukaacha maisha ya kawaida, huku nje nusu kipenyo, sijui kipenyo manaduara, sijui unatafuta mzingo wa dunia. Uwezi ukatafuta mzingo wa hela. Yesu, tutakiane amani kanisa la Mungu. Mwangalie jirani yako, mwambie mzingo wa hela. Natafuta eneo la hela, hakuna. Yani unakutana na dunia ina taktiki zake za kuvuka kimaisha. Na wakati umesoma kitu kingine, fundishe maisha. Wamekuja likizo, take your daughter with you. Take your son with you. Nenda naye. Kama unaenda shamba, awe shamba. Kama unaenda kazini, kuna wengine ambao huwezi kwenda naye, sio kila kazi inaweki kwenda na mtoto. Lakini kuna mahali Mungu amekupa kuanza kitu. Ukienda kwenye miradi ya familia, go with them. Wakikuuliza tunaenda wapi, unawambia come with me. Nukta.
Baba sijui, baba nilikuwa na kazi zangu, kuna kitu nilikuwa na peruzi. Unawasapika, utakula WhatsApp. Na ngoja niwaambie, asilimia kubwa ya wengi wa kuanzia miaka 5 mpaka miaka 25 wana uraibu wa kimtandao. Wana addiction ya kimtandao kuliko kawaida. Uraibu usio wa kawaida. Kwani uoni mtoto mdogo tu halali mpaka angalie katuni? Mnyime simu uone atakavyopiga kelele. Utasikia usimnyime, huyo analiaga huyo. Jamani, anaelea hapa ni mzazi au ni huyu mtoto? Kwamba unamwangalia kwamba huyo analiaga. Zamani ukilia lia. Sasa hivi mtoto anakataa chakula. Mchungaji anasema hiki siwezi kula. Yesu, wamama wa sanduku la posta, utatafuta pa kulala. Wako wapi wanaonielewa kitu ninachosema hapa? Kuna wamama wa sanduku la posta, achana na mix bias. Wamama wa sanduku la posta ambao kwa kweli, na baba wa sanduku la posta, yani akipika unakula. I cook, you eat. Ukikuta jiwe, kunywa supu yake. Na ndio maana mko jinsi mlivyo. Mke wapigia makofi mengi. Labda sijasema vizuri hapa. Kuna familia ambazo baba alikuwa hajui kusoma, mama alikuwa hajui kusoma, lakini ana watoto mpaka 4 maprofesa. Elezea. Ana watoto madaktari, mainjinia. Wengine hawakusoma hata elimu ambayo watoto wake wamesoma, lakini wameenda mbali. Kwa nini? Mentorship. Pale kwenye kiota cha familia kuna jambo lilifanyika. Usijaribu kuacha ukafikiri ndio unawatengeneza. Dunia haina huruma wapendwa, haina huruma. Usipomtengeneza kutokea kwako, itaingiza vitu vya ajabu na vitamvuruga kesho yake. Damu ya Yesu itulinde katika jina la Yesu. Nimalizie kwa kusema na kijana ambaye umezaliwa ukakuta vitu. Wewe ambaye umezaliwa ukapata neema ukakuta vitu kwenye familia. Ukakuta kuna miradi inaendelea. Wengine walizaliwa wakapokelewa na magari. Wengine walipokelewa labda na taxi au na Uber au na gari ya familia, lakini walipokelewa na magari. Kuna mliozaliwa hapa hamkupokelewa na magari. Mama yako alitembea kilomita kadhaa siku moja tu baada ya kujifungua wewe. Na anafika, anapokelewa pale, atasimama, ataambia mwali taratibu, pumzika kidogo. Taratibu, pumzika. Mtu kabebwa na gari kaletwa nyumbani. Anaamka na anakuta TV pale, anakuta kuna makochi pale, anakuta kuna magari pale, kuna nalo msubiri nje. Basi anafikiri dunia haina matatizo. Dunia ina matatizo. Kitu gani nazungumza? Kijana uliyekuta vitu, tunakudai. Wewe ni mdaiwa sugu. Hapo unapozungumza tunakudai, umesomeshwa mpaka nje ya nchi, umekula ada ya huyu baba, umetumia ada ya huyu mama, tunakudai vitu ulivyovikuta. Ujue ya kwamba unawajibika kuvitunza, unawajibika viishi, unawajibika kuviendeleza kwa uwezo ulioupokea wa ziada kuliko uliowakuta. Tunakudai. Usijaribu kufikiri utaenda kutafuta ajira uache kazi nyumbani. Usiache kazi nyumbani ukatafute ajira. Fanya kazi iliyoko pale ambayo tayari kuna mtu aliiwajibikia ikaanza. Unaacha kampuni ya familia, unaenda kuwa mhasibu kwenye kampuni nyingine. Hii ya familia inafanywaje? Amina ni chache, lakini kijana ulioko hapa, akili yetu ifunguke katika jina la Yesu. Washinde, haleluya. Wangapi tumeelewa kitu hapa? Wiki hii tutapata muda mzuri sana wa kuomba kwa ajili ya malango kwenye familia, kwa ajili ya vita malangoni ngazi ya familia. Tutaombea mambo mengi sana hapa. Tutaanza kesho mfungo wa siku 5.
na tutaanzia kwenye morning glory kesho asubuhi saa 12 kamili mpaka na nusu ndoti tutaondoka, lakini jioni kuanzia saa 12 karibu kwa ajili ya kuendelea kuomba. Tuna mambo mengi ambayo tutaendelea kuyatazama, lakini nia ya Mungu anataka kuona kile cha kwake kinasimama. Familia kama alivyoziweka zikae kama Mungu alivyoziweka. Mungu amewabariki na ataendelea kuwabariki, lakini baraka zile ziishi vizazi mpaka vizazi mpaka vizazi, katika jina la Yesu, amen.